sasa huko ndani. Wewe nao unaambia nini? Si bado ni hapa hivi. Tulia nikuonyeshe. Tulia mteste, tulia ujue. Wewe ujui na wewe ndio ulikuwa unatafuta bato na ujui. Halo. Basi tuanze. Tulia na angalia ndani, tulia mwanangu. Angalia ndani kuna nini? God have mercy upon us. God have mercy. Ni mawingi yangu tu ya usingizi, sikujua kwamba ulikuwa wewe. Pole sana dada. Asante kaka. Alafu uko kwenye mazingira kama haya kulinganisha. Usijali, ni mambo tu ya kifamilia. Mambo ya kifamilia kivipi? Mbona wanishangaza? Ni story ndefu kakaangu. Sawa. Ila mwenyewe hata sio kwangu hapa. Sasa ndo nilikuwa naelekea nyumbani. Usijali. Hata mimi mwenyewe ni mgeni katika hiki kijiji na nahitaji hifadhi tangu. Na unataka hifadhi aina gani? Samahani sana dada. Namsaka kakaangu katika hiki kijiji chenu na kuna habari zilinifikia kwamba uko kwenye kijiji chenu. Na ilikuwa kama pengine waweza nisaidia na hifadhi, angalau niwe kwa siku naweza kaa kwenu, alafu niwe nikimtafute wa kaka. Maana hata sina mawasiliano naye kufikia sasa. Sasa kaka, unamtafuta vipi mtu mwenye ambaye hauna mawasiliano naye? Hata nimekumbuka simu yangu imezima chaji. Lakini nahisi ukinipatia hifadhi, simu yangu ikipata chaji, naweza kuonyesha picha zake, kuonyesha venye yuko. Na mtu mwenyewe yupoje pengine? Au sawa tutaenda kumalizana tu kwenye simu. Au pia kama unaweza kanidescribea pengine ninaweza nikawa nilishawahi kumuona pahali. Ni mkaka fulani hivi mrefu, alafu ni mnono kiasi, si mnono sana. Basi sawa.
Pengine ukinionyesha hata picha zake mlizopiga nyote, huenda hata nikawa namfahamu kabisa. Basi sawa, tuongozane nikakupe hiyo hifadhi na uendelee kumsaka huyo kakako aliyepotea. Asante sana dada, kwa hilo ulikuwa umenisaidia sana. Sawa. Njia hii huku. Yaani baada ya siku 3 ndo unarudi Kibwengo wewe? Mume wangu jamani, si hata uwe na heshima basi. Si unaniona kabisa nimerudi na mgeni huku. Mgeni? Karibu sana. Asante sana. Haya, sawa. Sasa ingia ndani utoe kitu tukae na mgeni ili tupate kuchukua maelezo kwa sababu mgeni mwenyewe simfahamu. Asante. Haya basi mume wangu. Huyu ni mgeni ambaye nimemleta hapa, nimemwokota huko njiani. Alikuwa anasema ana matatizo yake. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri sana mume wangu kama utamsikiliza, huenda utamsaidia kwa jambo moja au lingine. Okay. Haina shida. Mimi kumsikiliza nitamsikiliza. Ila mimi wewe nakusikiliza ila kumuelewa sasa ndio sitamuelewa kwa sababu hiki kijiji kimeharibika. Kwa nini sasa usimuelewe? Hiki kijiji kimeingia majanga. Kuna wao wezi wasiojulikana. Mimi nitawezaje kumuelewa na nimwamini kwa 100% kwa haraka namna hiyo? Hapana mume wangu, mimi sijakwambia kwa muamini kwa 100%. Yaani nimekwambia ajaribu kuelezea au matatizo yake, huenda utamsaidia. Okay, sawa. Haya basi. Tupishe niongee naye. Sawa. Kwa hiyo unasema unaitwa Niko. Sasa labda ungetuonyesha details zake ili tuweze kumjua kiundani zaidi kwa sababu maelezo tu ya kukuelezea tuwezi kumjua. Kwa kweli ushahidi ambao niko nao ni kutoka kwa hii simu, kuna picha yake imezima chaja. Labda kama unaweza nisaidia kwa chaji kidogo. Chaji imeisha na hakuna shida. Itapata moto ili tuweze kumjua. Watu wote hapa kijijini ninawafahamu. Habiba. Abe mume wangu. Hebu njoo mara moja. Chukua hii basi tukae pembeni kidogo.
Sasa kaka, wewe usijali, kwa kuwa kaka yako yuko hapa, simu ikipata kidogo booster utamuona. Tukimuona kama yuko hapa ndani utajua, kwa sababu hiki kijiji ni kidogo sana. Utamuona, usijali, kwa na amani, hapa hakuna shida. Hapana, kwa kweli mimi simfahamu. Hapana, mimi namfahamu. Unafahamu anapoishi? Ndio. Unamfahamu yeye mwenyewe? Ndio. Basi kwa kweli itakuwa ni rahisi sana. Mimi namfahamu, kiufupi namfahamu nje na ndani. Sawa, ni rahisi. Basi kwa sasa hivi mgeni atakuwa amechelewa, itabidi alale hapa kwetu, alafu kesho uende naye kwa kaka yake. Hakuna shida. Sawa. Labda tusiende kumkuta kwake, lakini mimi napajua, yani mpaka kwake. Sawa. Haya. Tutampeleka mgeni. Sawa. Tunapumzika kidogo ili kesho tuweze kumsaka. Nawe usu basi ukasake kakako. Sawa. Karibu sana. Sasa wewe Habiba. Habiba. Wewe nao kulala mpaka saa hii. Hebu amka hapo. Mapema nini? Toka hapa, tunataka kumpeleka basi wakaone kakake. Wewe si ndio unakujua? Kubaki nyuma ni makosa, basi toka. Lakini bado niko na uchovu mwenzako.
ufuate. Vaa viatu huko kwa kaka. Hata sioni vizuri. Acha kuchelewesha mambo. Ongozeni njia huko. Bongo si kwa kufahamu. Kaa mbele. Mtu mwenyewe hapa ndo kwake. Basi kama hapa ndo kwake, mbishia atoke ili tumuone. Sawa. Odi huku. Odi. Karibu. Nani? Mimi. Oh, wewe. Ndio mimi. Wana watu wengine wakina nani? Wewe toka tu utafahamiana nao baadaye. Okay, bwana mkubwa. Tumetuletea kaka yako huyu hapa. Tangia jana yuko kwetu. Tunaoga naye, tunavaa naye, tunakula naye. Kila kitu tunamtengenezea. Kwa jana ameongozwa na bibiye huyu akaniletea. Akasema kwamba anafahamiana na wewe. Akatuonyesha ushahidi wa picha kwenye simu yake. Na ni kweli mmefanana. Utasema ni makalio kwenye sura zenu. Wewe. Vipi sasa? Samahani. Sikutambui kwanza, mimi ndo mara ya kwanza nakuona. Samahani. Shoboka nini? Samahani. Unifahamu vizuri? Samahani kidogo, utafahamiana na kaka yako kwa sababu ndio nimekuletea. Kaka yangu kivipi? Acha vibe kaka. Kakako mwenyewe ndo kakutafuta. Nitafuta vipi wakati mimi simjui? Na angefikaje sasa hapa? Ama mmeletea makarao hapa? Sasa hatujui. Ushikwe kwa kipi sasa? Wewe ndio uleteo makarao. Kwa lipi litakalo kushika? Au pengine unajishukushuku? Mbona mimi nachanganyikiwa? Umekuleta mpaka hapa hata hafahamu. Wewe. Kula mtoni, nyama siko chini. Hapo kusikia kuongea chakula. Eti wewe bwana, hamfahamiani kivipi? Wewe kaka, mimi unanifahamu kweli wewe? Mimi bwana sifahamu. Wewe mwanzo waitwa nani? Wewe vipi? Yesu na Maria. Sasa kuna nini kwani? Tulia. Uko chini ya ulinzi. Kuna nini? Tulie. Hili lenyewe baba hili. Kumbe yule ndo alikuwa mwizi mwenyewe.